kwenye makomedian ambao Mboneke, sijui nani, yani ni upi ambaye unawish siku moja kufanya naye kazi na hujabahatika kidogo kufanya naye mawasiliano? Nashukuru sana, ni kwamba frangu ni kwamba mimi kwa sasa nilipofikia comedian yeyote yule naweza kufanya naye kazi. Jambo kwa sababu ni biashara. Ni biashara, comedian yeyote naweza kufanya naye kazi kama tutakubaliana biashara. Lakini pia jambo la pili, mpaka sasa unaweza kuangalia chats na Steve Mweusi. Kwa sababu kuna kazi yake inaendelea ya mem kwa school ya Steve si hapa. Nadhani mpaka jana hapa tulikuwa tunazungumza, nadhani unaona hapa. Unaweza ukasoma mwenyewe hapo. Nilikuwa na chat na Steve, nijaribu kumueleza mimi ni nani na nini. Nadhani umeona jibu lake bwana. Na iwe kweli na Mungu asaidie bwana. Kwa hiyo Tikasha tumtegemee kwenye mem kwa school. Naendaga mambo kwa ushahidi. Mimi nimenyooka kwa jambo zuri. Na niliona Steve. Nadhani Mungu atasaidia kwa sababu na ratiba ya kwenda Dar es Salaam. Ikitokea yes. Tuone lote linaweza kutokea kwa sababu bado biashara zinazungumzwa. Na Mungu alibariki na tutafurahi sana. Niliona pia unazungumza na Saidi hamjawahi kufikiria kufanya na nili kufanya Saidi nimefanya naye ile clip juzi ya tangazo, lakini nadhani na yeye nikienda Dar es Salaam nitakuwa na kazi. Nadhani hata Instagram kwangu uliona amecomment. Saidi ni mshikaji wangu. Yani mshikaji wangu, ni ndugu yangu kisanaa. Na imani muda wote yani sasa hivi nikienda mimi awe Ankonzala awe nani kwanza, yani Ankonzala Janet Mtusi. Janet ni wa huku nyumbani. Kwa mimi nikifika tu pale yani ni si mmoja. Umeona nimefanya kazi na Mtanga, fanya kazi na Bambo. Yani wote wale ni kwa sababu ya kujituma na kuhakikisha kwamba unafikia ndoto zako bila kukatishwa tamaa na mtu yoyote. Kwa mimi nadhani Saidi nina muda wote tunaweza kufanya kazi au Steve Mweusi. Lakini pia Koi kwa sababu kuna wakati nilifanya content na Mama Mawigi. Nilitamani nifanye na Koi. So nitakapoenda Dar es Salaam nitahakikisha nafanya jambo kwa sababu maneno sio kazi. Nadhani watu walionifollow kwenye akaunti zangu za TikTok, Facebook na kwingine wataona kwamba jamaa alisema na amefanya. Mama D amelala sasa hivi au bado yupo macho na kusikiliza? Mama D anasikiliza. Hawezi kulala hivi wewe. Nikiwaga kwenye interview anakaga macho kusikiliza. One Love Patrol anataka kumsikia Mama D muda huu. Mpigie simu. Mama D apigiwe simu na tusikilize simu ya Mama D. Asante sana ambao unazidi kudondosha ujumbe wako hapo wakati Tikasha nakaribia kuondoka. Yes bwana, huyu anasema nimefurahi sana leo. Anasema nimefurahi. Asante sana. Unaitwa nani? Anasema asante sana. Tupe tumuunganishe. Wife? Eti niunganishe. Mambo? Niko live kwenye radio hapa. Yes. Ngoja niweke loudspeaker kwa sababu niko live kwenye radio hapa. Watu wanataka kusikie bwana wife. Wasalimie kidogo. Hello? Wasalimie kidogo. Tupo live kwenye radio hapa Shinazi. Hello? Ongea tu chochote hapa, tuko live kwenye radio. Yes, Mama D, habari wakati huu? Yes, bwana uko live ndani ya Shinazi FM Radio 91.7. Bwana Baba D yuko hapa. Unamwambia nini? Hujamisi usiku maana amechelewa kurudi. Yes, Mama D yuko hapa. Unamwambia nini Mama D? Baba D? Nakupenda pia wife. Asante. Mimi
Mimi nimenyooka. Oh yes. Shukrani sana. Wife umemsikia japokuwa simu ndio hivyo sijaunganisha vizuri lakini amani kila kitu kiko sawa. Oh yes. Jambo zuri. Mama D mwenyewe. Mama D. Hawezi kulala nikiwa kwenye interview. Wewe. No sana bwana, asante sana Mama D amesikika bwana ndani ya Love Patrol. Bwana tukiwa tunaondoka ndio kidogo tunatamani kidogo kwanza tuchekeshe kidogo, maana hilo ni swali ambalo huwa mna ukiwa mchekeshaji lazima ukutane nalo. Tuchekeshe kidogo. Ngoja mimi nikupe story. Watoto wa sasa hivi hawajaenjoy kama sisi tulivyoenjoy zamani. Enzi zetu sisi, umri wako wewe hapo ujianza kuvaa suruali, unavaa kaptula. Hivyo kuja mwaka 97 zilikuwa suruali zinaitwa Tokyo. Unapiga Tokyo, unapiga Johnny Waniga. Alafu sasa hivi kuja mwaka 98 zikaja zilikuwepo chupi fulani hivi. Hakuna boxer. Kuna chupi zinaitwa vipi, nyingine inaitwa mwanaume. Wanawake walikuwa na chupi zinaitwa mtajiju. Sasa ile vipi ilikuwa na kamba hapa katikati. Ile ukizubaa unaikuta shingoni. Sisi ndo tuenjoy. Kuna siku moja nataka nikwambie kitu kimoja. Kwenye mihangaiko yangu hii siku moja. Unajua mimi sijasoma sana kama nilivyokuambia. Siku moja tumeenda kwenye hoteli ya kitalii. Bwana. Imeletwa menu imeandikwa kwa Kiingereza. Unasoma, unaagiza. Sasa katika kusoma na kuagiza hapo, wenzangu wote wakaagiza, nikabaki peke yangu. Nafanyaje? Nataka kula kuku. Nikampigia mjomba. Mjomba we shikamu. Ndio hoteli ya hivi kulemba vitu kijungu ngambenta. Akaniambia unataka nini? Nikamwambia nataka kuku. Akaniambia chukua yai waambie I need the mother of this. Nataka mama wa hii. Akaniokoa. Oh yeah, bwana mabibi na mabwana, Kings Queens ndani ya Love Patrol. Bwana tulikuwa naye Tikasha la kuambia la mwisho kabisa. Mimi nawashukuru sana kila mmoja ambaye ananifuatilia, lakini pia nashukuru sana Shinazi FM kukuniita hapa leo kwa sababu hii ni media na naheshimu sana watu wenu hapa, ni kwa sababu pia mmetambua kwamba na fulani yupo. Nashukuruni. Na pia nawashukuru sana Watanzania wote na watu ambao wako nje ya Tanzania ambao tayari wananisupport. Wasiache kusubscribe channel yangu ya YouTube. YouTube naweka muziki na kwenye short ninaweka comedy. Kwa mtu akisubscribe atapata vitu vile kwa wakati mmoja. Atapata muziki mzuri, video kali. Jina unaandika T, unaacha nafasi unaandika Kasha. Lakini Boomplay, Spotify, iTunes, mdundo.com ngoma zangu zote zinapatikana. Jina ni moja, T unaacha nafasi Kasha. Naomba mnifollow kwenye Instagram, Facebook na TikTok. Nawapenda sana. Na kama mtu yote kama kuna kijana tena nashukuru sana itumie nafasi. Kama kuna kijana yoyote yuko mtaani na ana malengo na sanaa yake ila amekwama sehemu fulani, ninaomba asisite kunitafuta. Sababu hata ukijaribu kuuliza, mimi ni mmoja ambaye ninapenda sana kushirikiana na vijana. Hata ukimiza Good Boy to Live, Kikweshe Comedies, wengine wapo Karagwe huko. Nimekuwa ni mtu ambaye ninawapa njia, bwana ukifanya hivi ukafanya hivi unafika sehemu fulani. Ni wadogo zangu. Kwa hiyo kama kuna kijana yuko mtaani anapitia changamoto kuhusiana afanyeje vipi katika mtandao, ni content gani mpeleke mjini, afanye vipi, tuweza kumwelekeza, sisite kunitafuta. Kwa namba labda kwa mawasiliano anaweza kapiga 06 57 42 78 98 06 57 42 78 98 au akani DM mimi waga najibu. Waga niko chap kujibu kwa sababu sizimagi data. Yes, jambo zuri. Nimeona pia umeambatana na boss, ndo boss wa Freshback au huyu